amefufuka kweli kweli. Haleluya. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Haleluya, haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, karibuni kwa ibada ya misa siku kuu hii ambayo tunasherehekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka ambaye ameshinda mauti. Basi tulioanza safari pamoja na yeye na tumefufuka pamoja na yeye, tunapoimba haleluya, tupate kukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha ibada hii ya misa. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Oh
kufungulia siku ya leo malango ya uzima wa milele kwa njia ya mwanao pekee aliyeshinda mauti. Tunakuomba utujalie sisi tunaoadhimisha sherehe ya ufufuko wa Bwana tupate kufufuka kwenye mwanga wa uzima kwa njia ya kufanywa wapya na Roho wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, siku zile Petro alifungua kinywa akasema, mmejua yaliyotukia katika Uyahudi wote kuanzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, jinsi Mungu aliyompaka mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na jinsi alivyozunguka katika nchi yote akitenda mema na kuwaponya wote walioonewa na Shetani, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi ni mashahidi wa yote aliyoyafanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Naye walimtundika mtini na kumuua. Mungu lakini alimfufua siku ya tatu na kumjalia aonekane, si kwa watu wote, ila kwa mashahidi waliokuwa wamejakuliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake katika wafu. Ndiyo sisi aliyotuagiza tuwahubirie na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyekuwa na Mungu kwa hukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wameshuhudia kwamba kila anayemsadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Mungu. Ya kuitikizana, Zaburi 118. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Israeli na aseme sasa, wema wake ni wa milele. Kiitikio: hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana umetenda makuu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Itikio: hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Jiwe walilokataa
waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Itikio: hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kufurahia. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai ni mlango wa 3. Ndugu zangu, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu anakokaa Kristo kuume kwa Mungu. Zingatieni yaliyo juu, si mambo ya dunia. Maana umekwisha kufa na uzima wenu umefichika pamoja na Kristo katika utukufu. Baadaye Kristo aliye uzima wetu atakapotokea, ninyi pia mtatokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Aliyejitoa sadaka ya Pasaka, wa Kristo wamtolee. Mwana kondoo amewakomboa kondoo. Kristo asiye na dhambi. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Amewapatanisha Baba watu wenye dhambi. Mauti na uzima vimeshindana ajabu. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka. Tuile karamuye na tuimbe haleluya. Mkuu wa uzima aliyekufa atawala mzima. Utuambie Maria, uliona nini? Ndio la Injili. Haleluya, haleluya. Mwana kondoo wetu wa Pasaka ametolewa sadaka. Haya, tuadhimishe sikukuu katika Bwana. Haleluya. Somo katika Injili liliandikwa na Mtakatifu Yohane. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala tujui walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini, akainama na kuchungulia. Akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akafuata akaingia ndani ya kaburi. Akavitazama vitambaa vilivyolala na lile leso aliyekuwepo kichwani pake. Hakulala pamoja na vitambaa, bali ilisonga-songa bali mahali pa peke yake.
Basi ndipo alipoingia naye ndani yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini. Akaona na kuinama, kwa maana hajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Amina. Karibuni. Happy Easter. Happy Easter too. Tunafurahia kuwa katika hizi sherehe za Pasaka kwa sababu sherehe hizi zinatukumbusha mambo mbalimbali, mambo ambayo inagusa maisha yetu ya kila siku. Baba Askofu Mark Kadima alipokuja hapa kwa jimbo letu Bungoma, akawa na moto wake. Moto yake ilikuwa kwa Mungu hakuna jambo ambalo haiwezekani. That with God there is nothing impossible. Hiyo ndio moto ya Baba Askofu Mark Kadima. Na kweli tumeona sasa katika huduma, katika ministry, katika uongozi wake kwamba hakuna jambo ambalo haiwezekani kwa Mungu. Kwa sababu ukiangalia katika jimbo letu idadi ya waseminaristi imeongezeka, imekuwa juu na wengi wanatamani kwenda kule, na parokia mbalimbali zinafunguliwa sehemu ambazo hawakufikiria, hawakudania kwamba watakuwa na nini na parish saisi. Wakati huu hiyo ndoto inatimia. Yote kusema kwa Mungu hakuna jambo ambalo haiwezekani. Yote yanawezekana. So ndio maana wakati wa Pasaka, Ijumaa Kuu, tulishuhudia mambo mbalimbali. Yesu akikufa wapi? Kwa msalaba. Yesu alilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwizi mmoja aliweza kutukana Yesu. Kuna wale ambao walimtemea mate. Kwa macho ya binadamu yalikuwa inaonekana yote yamekwisha. Lakini haikubakia hapo. Jumamosi asubuhi na mapema, akina mama hawa wanafanya magani, wanaleta ujumbe kwamba ni kaburi iko tu tupu. Na kumaanisha kwamba yale ambayo Yesu alisema atateseka, atauawa, na siku ya tatu atafanya magani, atafufuka. Na tunaona hii sasa kwamba kweli kwa Mungu hakuna jambo ambalo haiwezekani. Na ndio maana Mtakatifu Paulo aliandikia Warumi 8:35. Kifo ni moja ya zile vitu ambazo Paulo alitaja. Kifo. Na tunaona kwamba hata Yesu Kristo alipokufa kwa msalaba Ijumaa, ukawa na giza kila mahali. Mungu hamsahau mwanaye. Mungu hakukata tamaa na Yesu. Na wewe kama Mkristo, kuna mambo ambayo yanaweza kuinuka katika maisha yako. Cancer stage 4. Leo hii watu wanaweza kumwambia wewe huwezi kumaliza mwaka huu. Leo hii unaweza kuwa pengine uko na kesi ngumu sana kotini. Leo hii katika ndoa yako mambo yako haiendi vile. Tunaambiwa hapa usikate nini? Tamaa. Do not lose hope. Hawa kina mama waliamka asubuhi na mapema na hawakukata tamaa. Hawakukata tamaa. Na ndio maana katika Ukristo, any Christian who is serious
utapitia majaribio, unapitia mambo magumu, lakini kila wakati unapoenda kanisani, especially unapoenda Jumapili kanisani, unaenda kuomba na Wakristo wenzako, wanakutia nguvu, wanasema kwamba endelea, usikate tamaa. Nakumbuka katika maisha ya ndoa, mazito katika ndoa, wakina mama wengi hapa wanasema kwamba mimi ningependa kufunga mirago zangu niende kwetu. The question is, kweli ni wapi? Nimeona kina mama wengi wakiishia kukaa kwa shopping center, lakini kwako unateseka kwako, lakini ulipi rent, unakaa kwa nyumba yako. Unateseka kwako, ununui maji, unateseka kwako, ununui kuni. Lakini wakati ambapo unakuja kwa shopping center, utalipa rent, utalipa maji, utalipa mboga, kila kitu unalipa. That's why you say kwamba from the frying pan to where? In the fire. Lakini unapokuja kanisani, bila umekuja hivi, unapata kusikia neno la Mungu, unapata kutembea na wenzako, unapata kutiwa nguvu. Unasema despite of the challenge you are going, Jesus is a role model. Kwa msalaba alilia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na the centurion alitamka maneno ya kutia moyo. Aliona jinsi Yesu alipokufa. Tunaposema aliona jinsi Yesu alipokufa, tunamaanisha nini? Yesu alipokuwa kwa msalaba, kabla kukata roho, alisema namna gani? Mungu, wasamehe hawa watu. That spirit, huo moyo wa kuachilia, huo moyo wa kusamehe hata wale ambao wametukosea, wametuudhi, wametupiga vita. That is the spirit of Christ. That's the spirit of Kristo yote ambaye ataenda mbali. You are going to go far ukiwa na moyo wa kuachilia na kuwasamehe wale watu ambao wamefanya magani, wamekukosea. And that's why the centurion said, alipoona Yesu jinsi alipokufa, alisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Can people tell you that huyu ambaye ametuacha amekuwa mtu wa Mungu? John Paul II alipokuwa anakufa kule Vatican, huko nje watu walikuwa wanamuombea, watu walikuwa wamewakisha candles everywhere kwamba wanamuombea Baba Mtakatifu. He died a holy death. Kwa sababu alikuwa mtu mzuri, alikuwa na mtu ambaye alikuwa na roho safi. Alipopigwa risasi na mjamaa kutoka Turkey, what happened? Alimsamehe. He forgave. That's the spirit Mkristo yoyote awe nayo. Kuwa na ile roho, kuwa na roho ya kufunguka, kuvunjika na kusema, my brother, I know you have hurt me. I know you have done me harm, but I forgive you. Ukiwa na roho kama hiyo, utaishi mahali popote. And that's why msimu wa Pasaka ni msimu ya sisi zote kukumbushana kwamba hakuna jambo kigumu sana ambaye inashinda Mungu. That there is nothing so hard which can defeat God. Tutegemee nani? Mungu. And let us have courage. Hao wakina mama walikuwa na swali moja tu walipokuwa naenda kaburini. Nani
atatuondolea ile jiwe. Who will remove for us the stone in the grave of Jesus? Who will remove the stone? In life, katika maisha, kila mmoja wetu ana jiwe lake. I have also my own stone. You have also your own stone. Na hiyo jiwe kila wakati unasema, nani atatuondolea ili jiwe? Inaweza kuwa jiwe ya school fees. Inaweza kuwa jiwe hakuna kazi. Umeelimisha watoto lakini hakuna kazi. Inaweza kuwa jiwe na magonjwa katika familia yenu. Inaweza kuwa jiwe na maafa katika familia yenu. Hiyo ndio swali ambalo unaomba, unafanya kazi, lakini unajiuliza, nani ataondoa ile jiwe? Unapewa hakikisho hapa, God will remove that stone. Mungu ataondoa hilo jiwe. Mungu ataondoa hiyo shida ambayo unapitia. Mungu atakusimamisha. Yale mambo ambayo yalikuwa yanaonekana imeisha, imekufa, Mungu anaweza kufufua. He can resurrect that which is dead in you. And that's why continue, do not give up coming to the church. Keep on praying. Keep on trusting that God one day will do it. God one day will finish this problem in me. God one day will answer my prayer. That's the heart of any Christian who is serious. That's the heart of any Christian who's committed coming to the church every Sunday. But today, siku ya Pasaka, wanatukumbusha wazi kwamba kwa Mungu hakuna jambo ambalo haiwezekani. Hata kama ni kifo, that's why we go for burials. We go to console people. We go to remind people, yes, hata huyu ambaye amelala, huyu ambaye amekufa, Mungu atamfufua. Na indeed, Jesus will rise up that person who's dead. And that's why usiwe na uchungu mkubwa. Tegemea and trust in God. Everything is possible. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.